Mirija ya uzazi kuziba ni changamoto ambayo unaweza kutibiwa na ukapona bila kufanya upasuaji wowote ule. Lakini pia hata changamoto ya endometriosis, adenomyosis ni changamoto ambayo nayo una uwezo wa kutibiwa na kupona bila kufanya upasuaji wowote ule. Naamini uko hapa kwa sababu huenda umeshazunguka kwa magaina wengi sana na umehakikishiwa kwamba kutokana na namna ambavyo mirija yako imeziba, there is no way, hakuna namna yoyote ile ambayo utaweza ku-unblock hii mirija pasi na kufanyiwa IVF. Umejaribu kufanya IVF ya kwanza imefeli, ya pili imefeli, na ya tatu pengine ukaamua kuingia kutafuta suluhisho jingine kwa sababu hutaki tena kupoteza pesa zako. Ukweli ni kwamba hizi ni changamoto ambazo zinatibiwa na unapona bila kufanya upasuaji. Haijalishi mirija yako ya uzazi iliziba kwa sababu aidha uliwahi kufanyiwa upasuaji maeneo ya tumbo, yale majeraha na makovu yakatengeneza adhesion na kuziba kwenye mirija, au uliwahi kuwa na maambukizi ya PID ya muda mrefu ambayo yalitengeneza nta, adhesion na ule uchafu ukajijaza kwenye mirija, au pengine ni changamoto inayotokana na mirija ya uzazi kujaa maji ama kuvimba, inaweza kutatulika bila kufanya upasuaji. Umekuwa ni mwanamke ambaye kipindi cha hedhi unatamani kisifike kwa sababu ikifika wiki moja kabla ya unapata maumivu makali sana, pengine mpaka unalazwa, na umefanyiwa vipimo imeonekanika una endometriosis. Pengine huenda umeshawahi kufanyiwa upasuaji kwa mara ya kwanza ukapata nafuu, lakini bado hali ni endelevu. Bado nakwambia uwezekano wa kupona upo pasi na kufanya upasuaji wowote ule, kwa sababu tumekuwa tukiwasaidia wanawake wengi wenye changamoto hizi, aidha ni changamoto za mirija ama ni changamoto za endometriosis na adenomyosis. Matibabu ya hospitali hasa antibiotic zinalenga kwenda kufight ama kupambana dhidi ya vimelea, wakati vimelea wao walikuwa ni chanzo cha ule uchafu, zile nta na zile adhesion. Lakini pia pengine uliwahi kufanyiwa kipimo cha HSG cha kuangalia mirija kama imeziba na ukaambiwa kwamba dawa imepita, lakini baada ya muda unarudi tena kwenda kupima, unaambiwa kwamba mirija yako imeziba. Ukweli ni kwamba kipimo cha HSG ni kipimo ambacho sio cha kuzibua mirija, bali ni kwa lengo la kuangalia opacification ama uwezo wa mirija kuwa uko wazi ama uko blocked. Recommendation nyingi za magaina huwa ni kufanya surgery kama mirija yako imeziba mwanzoni, kwa sababu pale huwa pana uwezo kidogo wa kupitisha dai, lakini pia pana uwezo wa kufanyiwa surgery na ukapona. Ila ni kwa nini sasa option ya upasuaji huwa sio salama? Ukifanyiwa upasuaji manake ni kwamba tumetia jeraha, baada ya kupona lile jeraha ni kovu, kwa hiyo uwezekano wa kurudi kuziba tena ni mkubwa sana. Lakini bado kuna wale ambao mirija yao kuziba ni sababu ya uwepo wa uvimbe eneo la nje ya uzazi unaotengeneza ile mirija kubanwa na kuwa membamba zaidi. Kwa hiyo hakuna namna huyu mwanamke ataweza kupona changamoto ya uvimbe kwa kutumia dawa za hospitali, labda tu apate matibabu ya kuondoa uvimbe au afanyiwe upasuaji wa kuondoa uvimbe, kitu ambacho baada ya kufanyiwa upasuaji yale makovu yanaweza kusababisha tena mirija kuziba kwa mara nyingine. Ndio maana program ambayo tunaitumia ni program ambayo haihusishi kufanyiwa upasuaji wala haihusishi dawa za hospitali. Ni program ambayo kwa takriban siku 90, aidha una changamoto ya adenomyosis au una changamoto ya endometriosis, basi programu hii itakusaidia kuweza kuondokana na hii changamoto taratibu, kwa kufanya mwili wako uweze kuheal wenyewe naturally, na mwisho wa siku mirija ikaweza kuzibuka. Uzuri ni kwamba kwenye hii program utapata usimamizi kwa mtaalamu kutoka Ramo na Watoto ambaye atakuwa na kuongoza hatua kwa hatua ndani ya siku 30 za mwanzo, siku 30 za pili hadi siku 30 za mwisho, kukamilisha siku 90, ili baada ya hapo hata ukienda kufanya vipimo utagundua kabisa kwamba mirija imeshakuwa sawa, au pengine katikati ya matibabu Mungu akafanya shani zake na ukaweza kubeba ujauzito. Na hii ni fezi ya pili baada ya ile fezi ya kwanza kuwa tumewasaidia wanawake wengi sana. Na sasa hivi tupo kwenye fezi ya pili, hivyo tumetoa discount kwa idadi chache sana ya wanawake ambao wanahitaji kurudisha furaha zao katika ndoa. Lakini pengine una maswali unajiuliza, je, ni kweli mirija ya uzazi inaweza kuzibuka bila kufanya upasuaji? Ndio maana hapa chini ya hii video kuna shuhuda za baadhi ya wale ambao tumewasaidia changamoto zao wakapona moja kwa moja, na wengine wana watoto.
wakishare ni kwa namna gani waliweza kupata suluhu baada ya kupitia au kupata programu yetu. Hawa ni wachache kati ya wale ambao tumewasaidia na wale ambao walikuwa huru kushare testimonial zao. Tunaamini kwamba huenda wewe ukawa ni moja ya wale ambao next time tutapata testimonial yako, ushuhuda wako ukiweza kuwatia moyo wanawake wengine ambao wanapitia changamoto kama wewe, kwa kuwa tayari una imani na una nia ya dhati ya kuweza kuingia kwenye program ili uondokane na changamoto yako ya either ni mirija kuziba au ni adenomyosis au ni endometriosis. Nikukumbushe ni kwamba hakuna kidonge kinachoponya ama kupandisha imani. Ila kama unaamini kwamba bado kuna namna Mungu analo kusudio la wewe kuendelea kuwepo, la kuja kuitwa mama kwa sababu mirija yako imeziba, lakini bado unaamini, basi imani yako itakusaidia. Ndio maana wote ambao tumewasaidia walikuwa na imani, wakiamini kwamba ipo siku watafanikisha. Ndio maana wakaamini na wakaingia kwenye program. So nini cha kufanya? Baada ya kutazama shuhuda za hawa ambao wamesaidiwa kutokana na hii changamoto, chini kuna maelekezo namna ya kupata hii program katika gharama ambayo ni ya offer. Ni discount ambayo tumetoa kwa wanawake wachache sana, lakini pia na maelekezo namna gani ya kuweza kutumiwa. Program zetu na dawa ama tiba zetu zinatumwa ndani na nje ya Afrika na zinakufikia ndani ya muda stahiki. Baada ya kupokea, unaanza program ukiwa na usimamizi wa mtaalamu mwanzo hadi mwisho. Usisahau, mtoto ni mpango wa Mungu kwa maisha yanaendelea. Lakini kwa kutazama video hii, manake ni kwamba Mungu ana mpango na wewe, hata kama umesubiri kwa muda mrefu kiasi gani. Huu ni wakati wako.